Sifiwe. Mungu akubariki sana kwa kuweza kusikiliza ujumbe huu kwa ufupi. Tafadhali kama una hali kidogo, naomba unisikilize kwa sababu sio kitu ambacho unalipia, ila ni Mungu tu amekupa neema hiyo. Usiruke video hii, tuweze kujifunza neno la Mungu kwa ufupi sana, na imani utapata kitu cha kukujenga. Unajua kitu ambacho tunajaribu kukizungumzia ni hali ya uvumilivu katika majaribu. Wengine wanapitia changamoto za kindoa, changamoto za kiafya, unanielewa vizuri changamoto katika mazingira ya kazi. Zipo changamoto mbalimbali ambazo zinawafanya watu wa Mungu wakate tamaa. Si unanielewa vizuri mtu wa Mungu? Lakini wapo watumishi mbalimbali ambao tunapata mfano kwao ili tuwe kielelezo. Inapaswa tuishi kwa kufuata mifano ya kiroho zaidi ili maisha yetu yawe bora kila kunapokucha, tusiishi katika hali ya kutenda dhambi. Unanielewa vizuri mtu wa Mungu? Kwa hiyo tafakari njia zako. Tukienda kwa mfano wa Ayubu, alikuwa ni mtu wa Mungu. Lakini kuwa mtu wa Mungu haimaanishi ya kwamba hauwezi kupatwa na mabaya. Tukiangalia pale Ayubu alipokuwa katika hali ya kupitia majaribu, ndipo mke wake akamwambia hivi, tukisoma kwenye Ayubu wa pili kuanzia sura ya 9. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ukafe. Unaelewa vizuri mtu wa Mungu? Shetani ana uwezo wa kumtumia mkeo, rafiki yako naye muamini, unaelewa vizuri, mdogo wako, mtu yoyote yule wa karibu yako kukujaribu kukutoa kwenye uwepo wa Mungu ili mradi umkosee Mungu. Ndio lilikuwa kusudi la shetani. Huyu aliyekuwa ananena hapa ni mke wa Ayubu, lakini hazikuwa akili zake. Unaelewa vizuri mtu wa Mungu? Jaribu likaja kwa sababu yeye mwenyewe sio kwamba Ayubu tu ndo alikuwa anapitia mateso. Hata mke wake alipitia changamoto za namna ile ya kuathirika kisaikolojia kwa sababu alijua kwamba amepoteza watoto, wamepoteza kila kitu ambacho wamekipigania. Sasa unategemea ni nani ambaye atakuwa na furaha hapo? Ndio shetani akamjia pia. Hayo ni majaribu pia mojawapo ambayo alimjia mke wa Ayubu kwamba amwambie mmewe akufuru Mungu afe. Unaelewa vizuri mtu wa Mungu? Ina maana kwamba atende jambo ambalo litafanya yeye akosane na Mungu ili afe tu apumzike. Hayaepuke hayo majaribu. Kwa hiyo shetani hata wewe anaweza kuwa anakujaribu, anakuambia katika jaribu lako hili, fanya hivi utakuwa salama. Lakini kumbe ndo unajitia kwenye hatari zaidi na kuangukia kwenye mtego wa adui. Kwa hiyo angalia njia zako mtu wa Mungu, hata kama unapitia changamoto mbalimbali. Jaribu kuepuka hali ya vishawishi mbalimbali. Shetani anaweza kumtumia mke wako, mtu yote yule wa jirani yako, kujaribu kukuharibia wewe. Unaona, kwa sababu yule mtu unamwamini, unasema sawa. Unasikiliza sauti yake. Shetani anatumia kila kitu kujaribu kufanya wewe ukosane na Mungu wako. Tukiendelea mbele kidogo, Ayubu ndipo akajibu, umkufuru Mungu ukafe. Lakini tukienda kwenye mstari wa 10 anasema, lakini yeye akamwambia, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu anenavyo. Je, tupate mema mkononi mwa Mungu nasi tusipate na mabaya? Katika hayo yote Ayubu hakufanya dhambi. Umeelewa mtu wa Mungu? Lakini wewe jiulize, katika hayo majaribu unayopitia, kuna hali fulani labda ya kiuchumi ipo chini sana, hali yako ya kiafya haipo vizuri, umemwamini Mungu katika hilo? Au unasema kwa Mungu tunapata mazuri tu, mabaya yasitujie? Jaribu kuangalia vizuri sana mtu wa Mungu na kutengeneza mwelekeo wako na Mungu. Ishi maisha yaliyokuwa matakatifu ili Mungu akufungulie milango ya baraka. Unaelewa vizuri mtu wa Mungu? Hali zetu za maisha zinatufarakanisha sana na Mungu wetu. Lakini ukiwa mvumilivu na unayemtafuta Mungu kwa haki na kweli, kwa hakika Mungu hawezi kukupungukia hata siku moja. Na imani unanielewa vizuri mtu wa Mungu. Kwa hiyo ukiishi maisha yaliyokuwa matakatifu, Mungu hawezi kukuacha. Sababu tukiangalia kitabu cha Isaya 59 kuanzia mstari wa 1. Tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Na imani unanielewa mtu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu wetu
mkono wake sio mzito hata usiweze kutuokoa, kututoa katika shida mbalimbali, mateso ya kupigwa, mateso ya kuteseka na vitu mbalimbali katika ulimwengu huu. Haimaanishi ya kwamba hatutateseka hata kama tumemwamini, ila tunakuwa tunatumaini ambalo ni Yesu Kristo. Umeelewa vizuri mtu wa Mungu? Ila unapoteseka na dunia hii, hata unapokufa bado unaendelea kwenda tena katika ziwa la moto. Basi tuchunguze njia zetu na kutengeneza na Mungu wetu, ili tuishi katika hali ya utakatifu daima. Umeelewa vizuri mtu wa Mungu? Katika kazi zako mshirikishe Mungu kwa maombi na kusoma neno lake mara kwa mara. Katika ndoa yako inakusumbua, mshirikishe Mungu, yeye ndiyo mtatuzi wa yote. Una hali duni ya kiuchumi, mshirikishe Mungu. Umeshindwa katika mambo mbalimbali kimwili na kiroho, mshirikishe Mungu. Yeye ndiyo mtatuzi wa yote. Unaelewa vizuri mtu wa Mungu? Heshimu watu, fanya kazi kwa bidii, mshukuru Mungu nyakati zote. Basi tumshukuru Mungu hata kwa sekunde kadhaa. Baba yetu uliye mbinguni, tunakutukuza. Asante kwa neema yako. Tumejifunza neno lako kwamba tuwe wavumilivu katika majaribu. Tuna imani tutavuka katika yote na tutakuwa watakatifu na kufikia utimilifu wako. Tunapojikabidhi mkononi mwako Mungu, tunaomba ukatutakase, ukatusamehe yote tuliyotenda kinyume nawe nyakati zote. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akatuongoze daima. Tunapojikabidhi mkononi mwako, tunaomba ukatembee nasi, tunapotoka, tunapoingia, mkono wako usitupungukie Bwana. Tunapojikabidhi mkononi mwako kupitia jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Ubarikiwe sana mtu wa Mungu kwa kushiriki mafundisho haya. Na imani umepata kitu. Hata kama haujapata kitu, ila na imani Roho wa Mungu atakuongoza daima.